kituo hiki kimejengwa katika kijiji cha Ubi, na kituo hicho kipo chini kidogo ya mlima wa Itera ambao tumehifadhi pia. Kama unaangalia pale ni moja ya initiative ambayo tumefanya. Sasa chini ya mlima huu pia tumetengeneza ile kituo cha kusanyia asali na kuchakata mazao ya asali. Sasa hiki kituo kina lengo kama kituo kingine. Ni moja ya mkakati wa kukabiliana mbali na tabia nchi. Kwa nini? Kwamba badala ya kuona kwamba wananchi wengi wanaelekea kwenye swala la kukata mkaa, kufanya nini. Sasa okay, hapana, fanyeje? Tununue mizinga ya kutosha. Mradi unaleta mizinga 1050. Hiyo mizinga imewekwa katika maeneo tofauti katika kijiji cha Mafaina. Sasa hiki kituo kimewekwa mitambo yote. Ina maana kwamba kuanzia ukusanyaji mpaka kwenye paki. Ina maana kwamba sasa hivi kama mtu akienda asali yake pale, ana uwezo wa kuona nembo yake mwenyewe akapaki na kuuza bila shida yote. Tutaenda kuangalia hizi. Kwa kituo kwa jumla gharama inatumika ni milioni 332 plus. Kwa hiyo milioni 332 ambayo yote mfadhili alikuwa ni mmoja. Mfadhili ambaye alikuwa ni Jeff pamoja na Ifan kupitia ofisi ya makamu wao. Kwa hiyo mpaka sasa ujenzi wa kituo umekamilika na awamu ya pili pale mwanzo vifaa ipo tayari. Kwa hiyo tukiingia pale ndani tutaangalia kwamba sasa kuanzia hatua ya kwanza mpaka hatua ya mwisho kuandika nembo na kusafirisha na kuuza pia. Lengo kubwa la kituo kwamba kwa sababu standard ya asali watu wengi hatujaweza kutambua, lakini asali ya kanda ya kati ina ubora mkubwa sana kulingana na taarifa ya wenzetu wa HIT kwamba ina ubora wa hali ya juu sana. Kwa hiyo uwepo wa kituo hiki kitasaidia pia kupata soko la ndani pamoja na nje. Namna gani? Kuna mikakati mingi ambayo tumeweza. Mojawapo kushirikisha wenzetu wa Swahili Honey ambao ni wabobezi wa teknolojia ya usindikaji mazao ya asali wapo Dodoma. Hiki ni kituo cha kuchakata mazao ya asali. Na hapa tulipo ili jengo lina sehemu kama 4. Sehemu ya kwanza kuna reception, sehemu ya mapokezi, alafu kuna store, alafu kuna sehemu ya kuuzia bidhaa, huko nyuma tunaenda kuangalia, alafu tutakuwa na maeneo mengine pia. Kwa hiyo nitamwomba mtaalamu wa nyuki atuambie sasa, na alisha mtaalamu wa nyuki kama tutaweza kushirikisha vijana wawili ambao wamekuwa wamefundishwa namna ya kufanya operation hapa ndani. Kwa hiyo ningemkaribisha mtaalamu wa nyuki uweze kutuambia sasa kwa nini hiki hapo. Karibu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi. Mbeleni kuna huu mtambo ambao unaitwa honey processing. Ni mtambo wa kukatia asali. Huu mtambo una process kama 4 au 5 kutoka sehemu ambayo tunaweka asali yetu hadi sehemu ambayo tunapaki ile asali. Kwa hiyo yote inapita kwenye process. Kwa hiyo tukianza na mashine ambayo tunaiona hapo mbele, hii ndio mashine yenyewe ya kuchakatia asali. Kwa hiyo hapa tunachukua asali ambayo ina masega tunaipaki huko, ambayo hii mashine yetu inachukua ndoo 3. Tunapakia ndoo 3 huko, na hii mashine inaongozwa na mtambo ule pale tunaita control box, ambayo yenyewe ina gia 3. Gia namba 1 inatumia dakika 15. Gia namba ikisha maliza kutumia dakika 15, gia namba 2 inapokea. Nayo ndani ya dakika 15 tena. Ikisha maliza ndani ya dakika hizo 15, gia namba 3 nayo inapokea. Kwa hiyo inatumia dakika 45 kuchakata ndoo 3. Kwa hiyo ikishachakata hizi ndoo 3 zikiwa tayari, inaleta kwenye ile chujio moja kwa moja. Tunafungua koki. Tukishafungua koki inaleta kwenye chujio. Ili chujio litachuja, alafu kuna hii control box, hii ni motor pump, ambayo yeye kazi yake ni kuvuta asali kutoka huku au kuvuta asali kutoka huku. Kwa hiyo yenyewe itavuta asali, italeta kwenye tanki hili hapa, tanki la pili. Ili tanki la pili tunaita preheating tank. Maana yake kwamba asali ikiwa natoka huko kama itakuwa ni nzito,
yenyewe inapunguza ule uzito. Ikishapunguza ule uzito, tunatumia hii control box nayo, ambayo hii ndio ina control joto la hii tank, kwamba joto la asali linaanzia nyuzi degree 0 hadi 40. Ikizidi hapo tunayunguza ile asali, inakuwa ubora wake. Kwa hiyo tuta set hadi nyuzi degree 40. Kwa hiyo ikipata ile heat mpaka ikifika nyuzi degree 40 ita stop. Kwa hiyo inakuwa tayari ishakuwa nyepesi. Kwa hiyo kutoka hapa nakuja kwenye tanki lingine hili hapa. Hapa juu kuna chekechi ambayo nayo ni chujio pia. Kwa hiyo asali ikija mpaka hapa itasaidiwa na hii mota hapa, ambayo itaita asali hapa, itachuja, itakuja itaseto kidogo. Kutoka hapo nakuja kwenye chujio hizi hapa tatu, itachuja asali, itaingia humu. Ikishatoka humu, asali inakuja kwenye tanki hilo kubwa. Alafu kuna layer ya pili. Katikati ya layer moja na layer nyingine kuna maji. Kwa hiyo yale maji nayo yanafanya yana heat asali indirect. Haishi moja kwa moja. Kwa hiyo asali yetu humu kwenye hili ambayo inaitwa unsaturated tank itakaa kwa siku 14. Sawa? Itakaa kwa siku 14. Muda ule wa siku 14 unafanya asali ishuke chini, afu kuna povu ambalo lenyewe huwa siku zote tunafanyaje? Linapanda juu, linajitenga pamoja na asali. Kama mshakuona asali imepakiwa kwenye chupa, juu kuna layer nyingine inaonekana. Sasa lile ni povu ambalo kama hajasetwa kwa muda mrefu, ukipaki tu ndo inatokea ile. Kwa hiyo lile povu likija juu, asali yenyewe itafanyaje? Itashuka chini. Ikishuka chini tayari kwa hizo siku 14 tunakuja kwenye mashine hii hapa. Hii mashine kwa ajili ya kupaki ile asali. Hapa tunataka asali ya labda nusu lita. Tuna set. Tunataka labda kilo moja. Tutaseti kwamba tunataka kiasi fulani. Kwa hiyo tutaweka na chupa yetu hapa juu. Tushaweka weka sasa. Tushaweka chupa hapa chini ndo panatoa nini? Panatoa asali. Kwa hiyo yenyewe itapaki kwa kile kiwango ambacho tumefanyaje? Umesema. Kwa hiyo tunakuwa mwisho wa nini? Wa hii process. Kwa hiyo tukitoa hapa tunapeleka kule ofisini kwa ajili ya utaratibu mwingine. Asante kwa kusikiliza.